Hizi ni nyakati za mwisho ambazo watu hawataki kutubu dhambi. Mtu akianguka anasema yani mimi kanisani niende pale kanisani pale, watu wote wakanione mimi pale, yani kanisani pale, na maana kanisa zima lijue mimi nimezini, kanisa zima lijue nimetembea na muumini fulani. Wewe huwezi kupata utakaso wa Mungu pasipo kuitubu dhambi. Yesu mwenyewe alisema, atakayenitubu mimi mbele za watu, na mimi nitamtubu mbele za Baba yangu. Sasa wewe unajificha na dhambi zako, alafu naendelea kwenda kanisani, unasema huyu Mungu Bwana hata haoni. Huoni wewe, yeye ameona. Huoni wewe, pole. Jitahidi, kimbia dhambi. Wakati tulionao ni mpesi, wakati tulionao umekwisha, wakati tulionao dunia imeharibika. Huko nje matendo yanayoendelea ni mabaya, mpaka unajiuliza, unasema tunazaa hawa mabinti, itakuwaje huko mbele? Unajiuliza, unasema tunazaa hawa vijana, itakuwaje huko mbele? Maana dunia imeharibika, wanaume wanauana wanaume kwa wanaume. Sidhani kama uliyempokea Yesu uko tayari mtoto wako wa kiume akaolewa na mwanaume mwenzake. Si sana, kwa sababu hiyo dhambi kwa Mungu inakataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima na wewe ukatae. Ni lazima na wewe ukatae uovu katika nyumba yako. Ni lazima na wewe ukatae vitendo vya uzinzi katika nyumba yako. Wafundishe watoto wako, wapeleke watoto wako katika njia ya Mungu, wapeleke katika njia sahihi itakayowafundisha, wapeleke katika njia hiyo, maana Yesu mwenyewe amesema na hiyo njia hawataiacha. Wafundishe watoto katika njia iwapasayo. Mungu anawahitaji watoto, Mungu anawahitaji, maana ndio kizazi cha kesho. Hiki kizazi kikiangamia sasa, maana yake kesho yanayoenda kutokea ni machafuko. Wazazi tutegemee. Mtoto uliyemzaa kuja kukupiga risasi ni jambo la kawaida. Mtoto uliyemzaa kuja kukutendea mambo ya hovyo ni jambo la kawaida. Mtoto uliyemzaa kukuua ili alisi mali zako ni jambo la kawaida. Mtoto uliyemzaa kukupeleka kwa waganga akuue ni jambo la kawaida. Mtoto uliyemzaa kwenda kukushitakia mahakamani na kukufunga mzazi ni jambo la kawaida. Chanzo ni dhambi. Wale watoto katika njia nzuri inayowapasa, wale watoto katika njia nzuri. Biblia inasema hawataiacha kamwe, wataishikilia na watakuwa ni njia katika maisha yao. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie wapendwa wote. Mungu atutie nguvu katika kazi ya Mungu. Tuombe. Asante Mungu kwa jioni hii njema. Asante Mungu kwa neno lako hili ulilonituma niliseme. Asante Mungu kwa hiki kizazi ambacho umekiona kilivyoharibika, na umesema huko nje kumeharibika. Yaacheni maovu yenu na mnifuate mimi. Ninakushukuru Mungu kwa neema yako hii, na ninakushukuru kwa neno lako hili ambalo watumishi wako wamelisikia, pamoja na kwa wengine wameshupaza shingo zao, lakini bado utazidi kusema na mioyo yao, Mungu. Ninakushukuru kwa hii jioni njema. Ninakushukuru Mungu wangu, Mungu uliye juu mbinguni. Ninarudisha sifa na utukufu kwako. Nenda kawatembelee kila mmoja mmoja, nenda kawaguse kila mmoja mmoja, nenda kawakumbushe kuwa wewe ni Mungu, na kawainue wakakukumbuke wewe na wakakushukuru Mungu kwa neema yako. Hii ni jioni njema, tunakwenda kutawanyika. Mungu, tawanyika pamoja nasi, tawanyika pamoja nasi Mungu. Endelea kutukumbusha tukiwa katika kazi zetu, endelea kutukumbusha tukiwa katika shughuli zetu. Tembelea yule mama, tembelea yule baba, tembelea yule mtoto, tembelea yule mama yuko hospitalini, tembelea yule mgonjwa Mungu. Nenda kamuinue, kampe afya njema, akakushukuru wewe Mungu na kukutukuza. Ninaamini Mungu utaendelea kusema na watu wako, kwa sababu umesema katika neno lako utaendelea kujitukuza. Wakiacha kukusifu wao utainua hata mawe yatakuabudu.
utainua hata mawe yatashangilia. Ninaamini kuwa wewe Mungu utaendelea kusema na watu wako. Endelea kusema nao katika mioyo, endelea kusema nao Mungu. Wafungulie, waepushe na huyu adui mwovu. Wafungulie macho ya rohoni ili waweze kuikataa dhambi na kuishinda. Wamkemee adui mchafu pale anapowanyemelea. Wakumbushe na kuwapa signo, wape kengele ya rohoni ili wanapoiona dhambi, kengele yako Mungu izidi kuwakumbusha na kuikimbia dhambi na kuikemea. Ninashukuru Mungu kwa jioni hii njema. Ninakushukuru wewe Mungu uliyetuita na kutukusanya hekaluni mwako. Tunakushukuru na kurudisha sifa na utukufu kwako. Nenda kamguse mtumishi wako, nenda kamguse mchungaji. Mtembelee Mungu, mjaze nguvu, awe na nguvu na atumike sawasawa na mapenzi yako. Mtie ujasiri Mungu, mtie neema yako, asikate tamaa katika kazi yako. Aendelee kuifanya kazi sawasawa na mapenzi yako. Asifanye katika mwili, afanye katika ulimwengu wa roho na katika mapenzi unayoyahitaji wewe. Ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni Mungu unayetenda. Ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni Mungu unayefanya. Tembea pamoja nasi Mungu tunapokwenda kutawanyika hapa. Tawanyika pamoja nasi Mungu. Tembea katika shughuli zetu. Tembea katika ndoa zetu Mungu. Tembea katika maisha yetu. Tuguse na kutukumbusha kuwa ni nyakati za hatari. Tuguse Mungu na kutukumbusha kuwa ni nyakati za mwisho ambazo tunabidi tusidi kukuomba na tusijisahau. Mungu, endelea kusema nasi katika mioyo. Ninakushukuru Mungu na kurudisha sifa na utukufu kwako. Jina lako Mungu liinuliwe. Nikiomba nikiamini, wote tuseme amina. Mungu awabariki wote. Mungu awajaze. Mungu awajazie. Mzidi kuwa hodari katika dhambi. Mzidi kuwa jasiri katika kuishinda dhambi. Neno hili lisiondoke kinywani mwenu. Lizidi kuzaa matunda katika mioyo. Lizidi kuzaa matunda. Mungu awape unyenyekevu na muijue iliyo kweli. Amina. Hebu tumpigie Bwana makofi. Neno lake